Mungu wetu ni Mungu anayefanikisha watu, lakini lazima uwe na funguo. Biblia katika Mathayo sura ya 16 mstari wa 19 inasema, lolote mtakalolifunga duniani litakuwa limefungwa na mbinguni, na mtakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Tafsiri yake ni kwamba Mungu amekupa uwezo wa wewe kufunga na kufungua, lakini mpaka uwe na funguo. Usipozijua funguo za ufalme unaweza ukashindwa. Ufunguo wa kwanza ambao ningeweza kukupa ukakusaidia ni kumtafuta Bwana. Kuhakikisha unamtafuta Bwana kwa nguvu zako zote, kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote. Lakini ni licha tu ya kumtafuta Bwana, ni kumtazama Bwana katika kila jambo unalolitafuta au unalolifanya, unamwangalia Bwana. Biblia inaeleza habari ya Petro. Wakati Petro ameitwa na Yesu kwamba avuke kwenda ng'ambo ya pili, Petro alikuwa ameinua macho kumtazama Yesu. Yesu alimwambia njoo. Petro akaanza kutembea akimfuata Yesu. Kilichotokea, Petro aliacha kumwangalia Yesu, akaangalia maji, akaangalia upepo, akaangalia mawimbi ya bahari. Petro akaanza kuzama. Nataka nikushauri, kama unataka kuona Yesu akiwa pamoja na wewe na kukufungulia mlango ulioshindikana, inua macho yako umwangalie Yesu. Kwa kumwangalia Yesu utaona ushindi. Jifunze kutambua makosa yako na kuyaacha. Hilo ni ufunguo mwingine. Realize your mistakes and change. Tambua makosa uyaache. Usipoyatambua na kuyaacha itakutesa. Na moja kati ya vitu vinazuia Mungu kutenda kazi na watu ni dhambi. Kwenye Isaya 58 mstari wa kwanza na wa pili, Isaya 59 mstari wa kwanza na wa pili, inasema, tazama mkono wa Bwana haukupungua hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia, lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake hata msiuone. Amua kubadilika kwa kuacha dhambi. Tambua makosa yako uyaache, mtazame Bwana na umwangalie Bwana. Utakuwa umefungua mlango wako wa kufanikiwa. Mungu akubariki sana.